Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. So kama unapanga kuja huku Gulf, make sure umefungua bank account yako ama unakuja na hiyo M-Pesa SIM card. Hiyo M-Pesa SIM card ni muhimu sana. Itakuwezesha wewe kuweka pesa yako na itakuwa iko safe. Wajua hakuna kitu kizuri kama unafanya kazi huku Gulf na unajua pesa yako iko safe. Kuna story ambayo imetokea hivi like 2 days ago, nimepatana nayo online. Kuna kadama mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi huku Gulf. Nikizungumzia kuhusu kadama ni wale wafanyikazi wa nyumbani. Naona? Kwa hivyo huyo kadama amefanya kazi kwa miaka 4. Amepambana na hali za hawa Waarabu huku. Kama mnavyojua huku hali huwa sio rahisi. Wanapitia mambo mengi sana. Huwa naongelea katika hizo video zangu. Hawa watu wanapitia mambo mengi. Amefanya kazi huku kwa miaka 4 na alikuwa akimtumia husband yake pesa kwa hiyo miaka 4. Yaani hakuwa na mali kwingine ambako alikuwa ana save pesa. Yeye mshahara ukiingia anamtumia direct bwanake. Amefanya kazi kwa hiyo miaka 4, imefika sasa mahali yuenda zake nyumbani. Akapumzike kidogo, aonane na familia yake. Kumpigia bwanake hivi kumwambia kuwa mimi ninakuja nyumbani sasa kuja kupumzika. Bwanake akamwambia wewe njoo, lakini ujue huku hakuna hata shilingi. Yaani inamaanisha pesa ya miaka 4 yote imepotea hivyo. Yule mama inasemekana alianguka hapo na ndio hivyo akapoteza maisha. Akafa. Aliangushwa na pressure na akafa. Kwa hivyo hivi ni vitu vya kujifunza. Na utapata sahihi kuna mtu bado anatumia mtu pesa, yuko hapa Gulf na anatumia mtu pesa. Sijui ni boyfriend yake, wamepanga wataoana. Sasa wewe ukipata pesa direct unamtumia huyo boyfriend. Ama sijui kuna hii issue ya watu wanafungua joint account. Msichana yuko tuseme Saudi Arabia, mvulana yuko Qatar. Ati mapenzi yamenoga mpaka wanafungua joint account. Ati huyu akipata mshahara ana deposit kama ni 20k na huyu akipata ana deposit 20k. Yaani kila mwezi wana deposit 40k. Kitakuramba. Watu wengi sana wamepoteza pesa zao hivyo. Sasa huwa mimi nashangaa ni kuwa mtu hana financial literacy ama watu wanaamini sana watu. Imagine huyu mama amekoniwa na bwanake. Bwanake ametumia pesa ya miaka 4 yote. Wewe uko na boyfriend, unasema umemwamini, unamtumia pesa. Ama uko na girlfriend, unamtumia pesa. Na hii issue si ati ni ya mademu peke yake ama si ya wanawake peke yake. Hata sisi wanaume huku unapata mtu anakuambia namtumia wife hii pesa. Pesa yote anatuma, unapata mtu anatuma karibia laki nzima. Ati anaweka huko, ako na account. Account yangu iko na wife mimi. Kitakuramba. Pesa ni shetani. Pesa ni shetani. Mtu anaweza kuwa ako na ile roho ya uaminifu, lakini once akianza kupata pesa mambo yanaweza change ghafla. Naona? So watu huku bana wanapitia mambo mengi. Challenges ni nyingi sana ambazo watu wanapitia, na sisi wenyewe ambao tuko huku lazima tujione huruma. Tujione huruma. Sababu kama wewe utakuwa unafanya kazi huku na pesa yako unaichukulia tu hivi hivi, unaituma hiyo, watu kule watatumia tu, hawajui chenye ambacho kinaendelea. Mtu kama haja kuja huku Gulf huwa hajui ule ugumu ambao uko huku.
Unaona? So ukija hivi, make sure umefungua bank account yako, pesa yako weka mwenyewe. Ama uko na M-Pesa sim card, weka pesa yako kwa M-Shwari. Siku hizi M-Shwari ama M-Pesa wanaweka mpaka $500,000 huko na zaidi. Unaweka pesa yako unaiona pale. Hata kama umepanga kufanya kitu chako, unafanya. Ama tuseme uko na family unaisupport, tuma tu ile pesa ya upkeep ya matumizi. Pesa nyingine kaa nayo mwenyewe. Make sure unakaa na pesa yako mwenyewe. Hiyo kitu itakuumiza ukipoteza hiyo pesa ya miaka kama ni 3 ama 4. Hiyo kitu itakuumiza. Unaona kama huyu mama pressure imekuja juu akaanguka na akafa. So we should be very careful kwa wale watu ambao tuna interact nao kuhusiana na mambo na pesa. Sababu unaambiwa ukiona cha mwenzako kinanyolewa, chako kiweke maji. Usione labda huyu alifanya wrong decision kuwa anatumia bwanake pesa. Hata pia wewe, hata pia mimi, ukifanya the same mistake, tutakuja tukufanye content hapa. Naona? So people learn through mistakes, ama kupitia vitu kama hivi watu wanajifunza, na ukiona kitu kama hichi lazima pia wewe take action. Sio unaona mwenzako amepitia hali kama hii, alafu na wewe pia nawe unakuja unapitia the same situation, na ni vitu ambavyo vinaongelewa kila siku. So guys, let's be careful. Huu muda ambao huwa tuko huku Gulf ni muda wa kujisacrifice. Imagine uko mbali na familia yako, unapitia yale ambao unapitia. Wale watu ambao wako huku Gulf wanaweza waka attest. Alafu pesa yako inapotea tu hivyo kirahisi. Ni kitu cha kuhuzunisha sana. Until next time, peace.